Violet, nahitaji nikuoe. Nahitaji uwe mke wangu. Dada, kituo chako ndo hichi hapa. Shuka, achia nzio sito apate kujilamba. Bwana, kwani mimi sinajua ninapoenda? Naenda nao na urudi nao, nitakupa nauli yako. Kwani shida iko wapi? Kwani ile gari lako lina nini? Mbona watu wanalingangania? Ni Chris Bando huyu. Na nilijua tu. Nimelipa kidogo, wamenipa bando la kutosha. Kiasi ambacho nimeamua kuunganisha wifi ili wateja zangu waweze kuenjoy. Jamani, mtapotea kwenu bure. Hata nyinyi mnaweza kujimiminia kwa uhuru kabisa. Ukishakuwa na line ya Halotel 2, unalipia 11,000 na kuungwa GB 10 zinazokaa ndani ya miezi 8. Ukitaka kumpata Chris Bando, mpigie kwa namba za simu hizi hapa. 0717 04 80 48 au 0785 73 63 61. Na namba hizo ni kwa ajili ya kumpigia Chris Bando tu. Lakini kama unataka ulipie bando lenyewe, tumia lipa namba na hakikisha jina linatoka Christopher Luoga. Na baada ya kukamilisha malipo yako, utafuadi ujumbe wa muamala kwenye moja ya hizo namba za Chris Bando. Usubiri kuungwa. Chris Bando! Hivyo unaweza kumheshimu mtu kumbe ana akili timamu. Wewe umesikia mimi nataka kuolewa? Jordan, usiniharibie siku. Naomba usinivuruge. Nenda. Alafu hii ndio mara yako ya mwisho kuja hapa dukani kwangu. Hii sehemu ya biashara. Unajua nini Violet? Mimi nilikuwa na mambo mengi sana. Mambo ya wanawake, malaya, situlii, sisikii. Lakini tangu siku ambayo nimekutana na wewe, ndio siku ambayo niliona maisha yangu yanabadilika. Ndio siku ambayo nilikuwa na kiu ya mimi kuwa na familia. Ila sikuweza kumfikiria mtu yeyote ila ni wewe Violet. Hicho kitu kilikuwa kinazunguka kichwani mwangu. Nikawaza wapi nitakupata. Nikawaza ni lini nitakutana na wewe. Ndio maana leo hii nimekutana na wewe. Nahitaji kuanza safari ya maisha na wewe. Bideni. Nenda bwana. Nenda. Mimi namba yangu sikupi. Na in short tu sitaki mawasiliano na wewe. Yaani sitaki mazoea na wewe. Sio, unaelewa? Fanya kama hujawahi kukutana na mimi. Wewe nenda. Mwanamke unanichanganya sana, lakini okay anyway. Leo mimi naenda kwa sababu najua hauko sawa. Ila next time nitakuja tena. Si nishakwambia usifike hapa dukani. Yaani sitaki tena Jordan, nisikuone hapa dukani kwangu. Labda wewe umefunga au umeama. Ila nitakuja. Kwa heri Violet. Au mimi ndo yule mjinga aliyekataga shule chekechea. Maana nimekosa hoja kujitetea. Inanikunja inanipinda dunia tofauti na mama aliyonilea. Ndio madam. Meneja? Naam. Kwenye hilo jako kuna nini kinaendelea? Maana ninachokumbuka jana nimerudi, nimelewa, nilikuwa siwezi kufanya hata kitu chochote. Lakini cha kushangaza sioni begi langu, sioni vitu vyangu, kuna hela nilikuwa nimeweka kwenye begi, nguo zangu, kila kitu sikioni. Nini ambacho kinaendelea huko ndani? Madam, kwa utaratibu wa ofisini kwetu hapa, sisi tukishampangisha mteja, hatuna ridhaa kuingia kwenye chumba cha mteja bila idhini ya mteja. Ila ninachokumbuka jana usiku alikuja yule mwenzio kabla wewe hujarudi hapa. Akahitaji ufunguo. Tulipatia ufunguo baada ya kujua kwamba wewe na yule mpo pamoja.
Kaleta nyote. Hamna shida. Wenyewe. Karibu. Asante. Shikamoo. Marahaba. Kamalizeni na wale maharage basi. Hamna shida mzee wangu. Asante. Vipi, Mima nimemkuta? Mima hayupo. Mima hayupo vipi wakati mimi najua kabisa kwamba hapa ndo anapokaa? Mima hayupo, yani hapa kashahama. Mimi nikajua kakuaga, kwani hajakuaga? Amehama tangu lini? Ana kama wiki 3 hapa hayupo tena. Basi sio mbaya. Kanu! Hebu njoo turudishe hivi vitu bwana. Jamani baba yetu utaniwi, tunakutania tu. Mimi ataenda wapi na hapa ndo kwao? Yule si ndugu yetu, hawezi kuhama, tunakutania bwana shemeji jamani. Sasa nyinyi mmeona kuna utani gani wa staili hiyo? Au mnajua mimi naumia vipi kuhusiana na Mima? Lakini baada ya kuingia ndani hatukujua kilichotokea kitu gani. Ilikuwa hivyo madam. Ina maana jana alikuja hapa? Ndio alikuja. Maana mimi ninavyokumbuka jana nilikuwa naye baa. Na mara ya mwisho nilimwagiza kuna vitu achukue, hakurudi, kwa hiyo sikujua kama amekuja hapa. Vipi, ulimuona kati labda anaondoka? Kusema kweli hatukumuona, maana kidogo tulikuwa busy. Hatukujua ameelekea wapi. Naomba nimpige. Samahani, naomba nisaidie kocha yangu nimpigie simu. Acheni masiala bwana ya kijinga jinga bwana. Basi bwana shemeji. Basi sio mbaya. Ingize ndani. Kanu, hebu saidia. Hii mizigo yote kwa niaba ya mimi. Je, naomba utupishe kidogo niongee na shemeji yetu. Si pesa wow. Si pesa zimetolewaje? Ji, nenda bana. Haya. Madam, kwema lakini? Madam! Jessica!
Vipi shemeji? Kuna jipya? Jipya lipo. Lipi? Kwa hiyo mzee, ulitaka kuiondoa hii mizigo kwa sababu tamu yako haipo? Hilo jibu pigia mstari shemeji. Yule naye malaya jamani. Sijui amekuloga. Yaani ninavyokuambia, tangu juzi hayupo. Kaenda huko kwa bwana wake. Na anampenda hatari. Sasa nakushangaa wewe mzee wangu unavyohangaika naye. Hadi nakuonea huruma maskini. Najua sikuelewi shemeji. Utanielewa tu. Alafu kingine, huwa najiuliza, kwa mima umechanganyikiwa na nini? Maana katika wanafunzi wangu vilaza, yani mima ndo kilaza wa mwisho kabisa, yani hajui chochote. Sasa katika wote hao, mimi ndo mwalimu mkuu. Na mimi huwa ndo nikikaa nao na wafundisha mbinu za kivita. Sasa, kama yeye kakupa steli ya shule kamtukana mwenyekiti na umechizika hivyo, je, mimi nikikupa steli ya popo kanyambingu, si ndo utopona wewe? Lakini shemeji, mimi ni shemeji yako ujue. Usiniite shemeji bana. Niite Queen Kipe. Au si? Alafu kumbe nilikuwa sijakuangaliaga vizuri. Mimi mtoto mbichi kabisa wewe. HB la maana hilo. Yaani hauna hata mvi. Sasa ngoja nikupeleke darasani. Nikufundishe mambo ambayo huje kupewa. Uone kama unakuja kusababisha uhasama na mima. Mima wa nini wewe? Kwani umemuoa? Wale wenyewe bado wanasaidiwa na mafundi wa nje. Kwani unataka nini? Si unataka burudani? Au taki? Hapana, nataka. Sasa unajishauri nini?